wangu, nitasimama imara naye Yesu jemedari. Nimejenga kwenye mwamba imara ambaye ni Yesu, kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu, nitasimama imara naye Yesu jemedari. Rafiki wa thamanini Yesu tu, walimwenguni wanafiki sana, wajifanya kukuthamini moyoni, lakini mwishowe ni waongo. Weka tumaini kwa rafiki mwaminifu ambaye ni Yesu Kristo, atakushindia yote. Rafiki wa thamanini Yesu tu, walimwenguni wanafiki sana, wajifanya kukuthamini moyoni, lakini mwishowe ni waongo. Weka tumaini kwa rafiki mwaminifu ambaye ni Yesu Kristo, atakushindia yote. Nimejenga kwenye mwamba imara ambaye ni Yesu, kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu, nitasimama imara naye Yesu jemedari. Nimejenga kwenye mwamba imara ambaye ni Yesu, kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu, nitasimama imara naye Yesu jemedari. Nimejenga kwenye mwamba imara ambaye ni Yesu, kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu, nitasimama imara naye Yesu jemedari. Nimejenga kwenye mwamba imara ambaye ni Yesu, kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu, nitasimama imara naye Yesu jemedari. Nimejenga kwenye mwamba imara ambaye ni Yesu, kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu, nitasimama imara naye Yesu jemedari. Nimejenga kwenye mwamba imara ambaye ni Yesu, kama sitikisiki, najua yupo na mimi. Aongoza mapito yangu, ajua haja za moyo wangu, nitasimama imara naye Yesu jemedari. Amjama wana wa Mungu, kwa majina ni Helen Matara from Kali Peace SDA Church. Ni kipindi cha wakili kwa kimombo stewardship. Tusimame tuombe. Nimkaribisha mnenaji. Tuombe. Baba wetu usiye juu mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako umetutendea tangu asubuhi mpaka wakati huu Baba wetu. Bwana mtumishi wako mchungaji Jeremiah anaenda kusimama kutufunza juu ya wakili. Baba, Roho wako mtakatifu atusingira mpaka tumalize.
Naomba kwa jina la Yesu mkombozi. Praise be the name of the Lord. Bwana asifiwe. We want to thank Lord again this afternoon. Tunataka kumshukuru Mungu tena jioni hii for the gift of life, kwa zawadi ya uhai, and especially time to be on his feet for study. Hasa wakati wa kuja miguuni pake tujifunze. It is now time for stewardship. Ni wakati wa uwakili. And that's what we shall embark this afternoon. Na hiyo ndiye tutajifunza jioni hii ya leo. But before I embark on the topic of today, lakini kabla sijaenda kwa anwani ya leo, there are two things I've learned from Seventh-day Adventist Church. Kuna vitu viwili ambavyo nimejifunza kutoka kwa Sabato ama kanisa ya we usually practice, yale ambaye tunafanya against the order of our giving as a church. Ambaye ni kinyume na utoleaji wetu wa kanisa. We as the Seventh-day Adventist Church, sisi kama kanisa la Kiadventista, we are vowed before as we were baptized, tulipobatizwa tulitoa ahadi that we should be giving our tithes and offerings to support God's work. Ya kwamba tutakuwa tunatoa zaka na sadaka kuisaidia kazi ya Mungu. It is your duty. Na kwa hivyo ni jukumu lako. You ought to fulfill. Lazima utimize. But usually, lakini mara kwa mara, we give on emotions. Huwa tunatoa kulingana na hisia. We give on emotions. Huwa tunatoa kulingana na hisia. It depends on how much we have been reminded. Inafuata jinsi ama namna gani tumekumbushwa. It depends on how much emphasis has been put. Inafuata na usisitizo ambao umewekwa. We don't do it from inside ourselves. Huwa tutoi kutokana na yale ambayo yako ndani yetu. We don't put our offerings and the tithes ready from our homes. Atuweki sadaka zetu tayari kutoka nyumbani. We should prepare our offerings throughout the week. Yatupasa tuweze kupanga sadaka katika juma, so that when we come on Sabbath, ili tujapo Sabato, it's either we have given, iwe ya kwamba tumetoa, or we are giving as we had programmed right from our homes. Ama tutoe jinsi tulikuwa tumepanga kutoka nyumbani. Number 2, namba ya pili, we have abrupt offerings in our churches. Tuko na sadaka za kutoa kigafla katika kanisa letu. So oftenly, mara kwa mara. One time when I was a district pastor, nilipokuwa mhubiri wa wilaya, I was in one camp meeting in the morning. Nilikuwa katika kambi moja asubuhi. And in the afternoon I went to the other. Na jioni nikaenda katika kambi in the morning, asubuhi, one woman who was blind, mwanamke mmoja aliyekuwa kipofu, came to a camp meeting. Akaja katika makambi yetu. Explained the elders. Akaelezea wazee wa kanisa that she is blind. Ya kwamba ni kipofu. She needs money for a child to go to KMTC. Anahitaji pesa mtoto wake aweze kwenda chuo cha madaktari. And when these words were brought to the members of the church, na wakati maneno haya yaliletwa katika washiriki wa kanisa, 46,000. Mwanamke huyu alisema anahitaji takriban shilingi 1000. We raised 36,000. Wakaweza kuchanga 36,000. How do you say, church? In the afternoon, when I went to another camp meeting, jioni hiyo nilipoenda katika kambi lingine, the same lady came again. Mwanamke huyo akaja tena. She had a different story. Lakini alikuwa na hadithi nyingine. She now was saying she's supposed to be done surgery. Wakati huo alikuwa anasema anahitaji kufanywa And upasuaji. the elders were ready to raise the money. Na wazee wa kanisa walikuwa tayari kuchangisha hizo pesa. I didn't comment anything. Asikusema kitu chochote. I waited. Nilingoja. They raised almost 28,000. Wakachangisha pesa takriban shilingi 10,000. I advised elders. Kisha nikawashauri wazee wa kanisa, this woman, she's a con lady. Mwanamke huyu anawaibia. In the morning, asubuhi, she was in your sister camp meeting. Alikuwa katika makambi mengine hapa karibu. She had a different story. Alikuwa na hadithi nyingine. This afternoon again, jioni hii, she has another story. Ako na hadithi nyingine. There was a woman in our church in the midst. Kuna mwanamke katika kanisa hilo hapo katikati. Who had pleaded with church members. Alikuwa amewaomba washirika wa kanisa. For support. Kwa kusaidiwa. But the most they can do is 5,000-6,000. Lakini ile nyingi kabisa wanaweza toa shilingi 5,000-6,000. Kwa hivyo transfer that money to our own member. Nikawaambia wazee wa kanisa hiyo pesa iweze kupewa yule ambaye ni mshirika wetu. You know what happened? Unajua kile kilitendeka? They were bitter. Walikasirika. Is that what happens? Ni hicho kinatendeka. We have members in our ministers. Tuko na washirika miongoni mwetu. Who are in need. Ambao wako na hitaji. But we cannot.
lakini hatuwezi. But foreign who need aid, Wakati mtu wa nje anakuja even if they anahitaji call, msaada, they cheat. hata kama anadanganya, Let's take care of our own members in our acha church, tuchunge washirika wetu katika kanisa because letu, kwa it sababu is also our duty. ni jukumu letu. We have our members who sleep hungry. Tuko na washirika wetu We have ambao our wanalala members who njaa. don't have rent. Tuko na washirika wetu We have ambao our wana members kodi whose za children nyumba. have not gone to Tuko na institutions. washirika wetu ambao watoto But wao as bado a hawajaenda church, we shule. totally do nothing. Lakini kama kanisa hatufanyi lolote. Do you think it is in order? Mnafikiri ni vizuri? Do you think that impact is good? Mnafikiri ni vizuri? Let's also take care of our members. Ni vizuri tuchunge Follow divine instructions. watu ambao kufuata maagizo yaliyo We matakatifu. Seventh-day Adventist members, Sisi washirika wa kanisa we la are one of the Kiadventista, luckiest church on earth. tuko na bahati sana. Tuko God has given us instructions Mungu ametupa maagizo all round. kote. In the previous program we had, Katika mpangilio we wa have hapo been awali taught tuliokuwa nao, about health, tumefunzwa kuhusu afya. well-packed information on our health. Mambo ambayo yamepangwa vizuri We kuhusu have afya learned yetu. about education, Tumejifunza kuhusu elimu, well-packed information. mambo ambayo yamepangwa We vizuri. have had issues about books, Tumejifunza kuhusu how vitabu, God wants us to study the Bible. jinsi Mungu anataka We tuweze have kuisoma had Biblia. on our family life programs, Katika program zetu za God has kifamilia, instructed Mungu us. ameweza kutuagiza sisi. Issues on stewardship Mambo ya uwakili have been emphasized. yameweza kusisitizwa. God has given us instructions Mungu all ameweza kutupa round, maagizo kote and kote, not just instructions, na sio maagizo tu, but divine lakini instructions. maagizo But I matakatifu. want to urge you this evening, Nataka niwaombe once jioni you hii, don't follow these instructions, tusipofuata maagizo haya, there will be devastating results. kutakuwa na matokeo ambayo ni ya maharibifu mno. The family of Eli. Katika familia ya We all Eli, know Eli had how many sons? sote tunajua Eli alikuwa na wana wangapi, How many of them? And who was Eli himself? na Eli alikuwa nani mwenyewe? He was a priest. Alikuwa ni kuhani. His sons Wa vijana also wake served in God's sanctuary. waliweza kutumikia Mungu katika But hekalu lo yake, and behold, lakini la kushangaza, they became sinful. walikuwa wenye dhambi. When people brought offerings, Wakati watu walikuwa wanaleta sadaka, while it was burning, wakati ilikuwa inaungua, they could go with hooks. wangeenda pale na ndoano. Nasema hii kichiko mnaita kiuma ngakimoro keke gusiege kwe. Mnaita aje hiki Yeah. kijiko ambacho kina With meno long pale, handles, ambacho they ambazo could zilikuwa na pick fat meats wangeweza kuchukua nyama zile ambazo ni for nono their consumption, kwa matumizi yao which wenyewe, was evil. ambayo ilikuwa ni Number shetani. 2, Nambari ya pili, women who came with offerings to the One- temple, wanawake ambao walikuja na sadaka they katika lied hekalu, with them. walikuwa They wanalala na could wao, commit sexual sins in the sanctuary. wangeweza kushiriki katika tendo la kifamilia katika Among hekalu. other sins they did in the Baadhi sanctuary. ya dhambi zingine nyingi ambazo waliweza God kutenda ndani ya was hekalu. annoyed with them. Mungu alikasirika Then juu ya God told wao. Samuel, Mungu akamwambia I am Samueli, going to do something nitafanya kitu that every ear ambacho kila mwaka which will hear ambayo unakuja will tunasikia stumble. utaanguka. Now what happened later? Nini kinafanyika baadaye? Israelites were defeated in war. Wanaisraeli walishindwa katika They vita. lost their farm productions. Walipoteza mazao yao ya In the shambani. first war, 4,000 men died. Katika vita vya kwanza wanaume takriban 4,000 walikufa. They were killed by the Canaanites. Waliuawa na Wakanaanites. And this was horror for the Na hii Israelites. ilikuwa ni jambo baya It sana was kwa not their Waisraeli. tradition. Haikuwa ni mazoea yao. Always they had assurance of victory wherever they went to war. Kila wakati walikuwa na uhakika wa ushindi The Canaanites wanapoenda attacked vitani. their farms. Wanakanaani walipoingia pale They kwenye shamba took zao, all the food even before they were walichukua ripe. chakula zote ambazo zimekuwa They mpaka zile had zimeiva. great defeat. Walikuwa na kishindo The kikubwa. Israelites now decided, Wanaisraeli wakaamua, for us sisi to have victory, ili tuweze kuwa na we ushindi, will carry the ark from the temple. lazima tubebe
kutoka pale kwenye so that we take it hekalu, to the war, ili tuweze kwenda so nalo that we are kwenye assured vita, of God's victory. ili tuweze kuwa na uhakika As wa we ushindi wa go to the Bwana, battle, na tunapoenda we will vitani be sure that God will be with us. tutakuwa na uhakika ya kwamba Mungu yuko na sisi. You know, the ark is only supposed to be in the house of the Lord. Unajua haki inafaa kuwa katika No hekalu ya any Mungu. no any other place. Hakuna mahali popote They pengine. carried the ark of the covenant Walibeba agano to hilo the field of the war. kwenda kwa uwanja wa vita. Things were vice versa. Mambo yakawa ni When they went to the battle, walipoenda vitani 32,000 men were killed. watu 32,000 waliuawa. This was terrible. Ilikuwa ni jambo mbaya sana. Among the 32,000 men who died, Miongoni mwa wale waliouliwa the sons 32,000, of Eli, Hophni, and Phinehas were killed. wana wa Eli, Hofni na Phinehas walikuwa By this pale. time, Eli was old. Wakati huu Eli alikuwa ni And mzee of course, he was huge in body. na alikuwa mkubwa When kimwili. he was told what had happened, Wakati aliambiwa jambo ambalo he limetendeka, fell from his seat. alianguka kutoka kiti He chake, broke his neck, akavunja shingo and lake instantly he died. na akafa papo hapo. So by this time, how many members of the family have Kwa died? hivyo wakati huu ni watu wangapi wa familia wamekufa? 3 of them. 3. One of the Eli's woman, Mmoja wa wake wa Eli, that she was the wife to Phinehas. alikuwa mke wa Of Phinehas. course, Phinehas now already is dead. Phinehas tunaambiwa This ameshaaga. lady was pregnant. Mwanamke huyu alikuwa She mjamzito. heard that her husband was dead, Akasikia bwana yake amekufa. and that her brother in hiyo ni kengele ama imeanguka? What is the time by your watches? I know I get let me not get confused. What's the time by your watch? I don't know unless the bell ringer is not I'm supposed to finish at what time? Maybe the bell ringer was what time? Sorry. I am also a teacher. Mimi pia ni mwalimu. We are sensitive with bells. Huwa tunaweka makini sana katika That I vengele. didn't understand whether he wanted to consult so how many minutes remaining? So the bell ringer, I have 30 more minutes. Mpiga kengele nina I dakika know the 30 our zingine. timetable must have changed. Najua ratiba yetu So I'll imebadilika. finish at exactly 4:20. Nitamaliza saa So 10 by na that dakika time, 10 20. minutes, so you can do your bell. Aya, wakati huu utapiga kengele. There's the thank you for what you are doing. Tunashukuru So, kwa kile unachofanya. 32,000 soldiers are dead. 32,000 soldiers amid Israelites are dead. Vijana wa vita 32,000 katika 2 Waisraeli sons wamekufa. of Eli Wana are wawili dead. wa Eli wamekufa. And Na know what happens? kinachotendeka, One of the wife of Eli's sons by the name Phinehas, mmoja wa wake wa wana wa Eli kwa of jina course, who was Phinehas, killed in the battle. ambaye aliuliwa The vitani. wife heard this news. Bibi yake alisikia habari He hii. heard the husband was dead. Akasikia mume wake Her amekufa. brother-in-law Hophni is also dead. Ndugu ya bwanake pia Her amekufa. father-in-law is of course dead. Baba ya bwanake pia amekufa. This was distress. Hii ilikuwa ni jambo la She was kuhuzunisha. expectant. Alikuwa anatarajia She was mtoto. about to give birth. Alikuwa karibu wanazaa. Suddenly, Ghafla in her distress, katika she mahuzuniko hayo went into labor. akaanza ile hali ya The Bible kujifungua. says Biblia inasema she gave birth to a baby boy, akajifungua mwana wa a kiume son. ambaye ni mtoto So the woman mvulana. who was helping her to give birth Mwanamke aliyekuwa anamsaidia came kujifungua with encouraging words. akaja na maneno ya kumpa She moyo. told her, "Whoa, Akamwambia, as much nenda, as we have lost, hata kama you tumepoteza, are blessed with a baby boy. umebarikiwa na mtoto So kijana, be encouraged." kwa hivyo kuwa na But this moyo. woman was stricken by grief, Mwanamke huyu alikuwa amepigwa na and mahuzuniko in the throes of dying, na samahani,
and in throes, when she's about to die, na jinsi karibu just before she anakufa, did, kabla she hajakufa told the woman, akaambia mwanamke huyu call her newborn son Ichabod, amuite mtoto wake Ichabod, which means the glory of God has linamaanisha departed uzuri wa Mungu from Israelites. umetoka katika The Waisraeli. glory had departed. Uzuri wa Mungu umeondoka. Aha. The glory of God has departed. Uzuri wa Mungu ama neema. Why this? Kwa nini haya? What is funny about it? Ni nini kinachochekesha kuhusu haya? It is simply because Eli and his sons Ni sababu Eli na did watoto not wake consider holy things to be holy. hawakuona mambo ambayo ni matakatifu kuwa They matakatifu. went beyond the boards. Walienda zaidi ya kubeba ule They went ahead and carried the covenant of the walibeba Lord to ahadi the ya war. Mungu kwenda kwa vita. They took sacrifices as if they were their own, Walichukua kafara kana kwamba ni zao just wenyewe, as we do these days. kama vile tunafanya wakati There are huu those ama things siku God hizi. has said do not touch. Kuna yale mambo ambayo Mungu amesema God has tusiguse. said do not use. Usitumie, Mungu amesema. God has said do not associate yourself with them. Mungu amesema usiweze ukahusika But nayo. in most cases we do, Lakini mara nyingi huwa tunafanya hivyo. including our tithes and offerings. Pamoja na hata zaka na sadaka As I told zetu. you on statistics the other day, Jinsi nimewambia kulingana na nambari very hivi few juzi, of our members give faithful tithes. washirika wachache sana wanatoa Less than zaka zao kwa haki. 20% of our members. Asilimia pungufu ya asilimia We use 20 10% of our income for other businesses. tunatumia asilimia 10 la When we mshahara wetu kwa clearly biashara and zingine. well know that the tithe is not ours, it is holy, it belongs to who? Wakati tunajua ya kwamba zaka ni takatifu na inakuwa ya nani? It is not the money that is holy, Sio pesa ambazo ni it is the takatifu. part. Ni hiyo fungu la 10. It is the part which is holy. Ni hiyo fungu ambalo ni And as we read the other takatifu. day, as soon as you get your income, Na tumejifunza hivi juzi ya kwamba don't wakati start unapopata spending mshahara wako, unless you submit 10% of your income to the church. usianze kutumia kabla hujaweka We fungu la should 10 kwa do kanisa. it instantly. Tunafaa kufanya hivyo We should ghafla. do it obediently. Tunafaa kufanya hivyo kwa We utiifu. should do it with love. Tunafaa kufanya hivyo kwa We should upendo. do it regularly, Tunafaa kufanya hivyo mara kwa because mara, these are instructions kwa of sababu God. haya ni maagizo ya Number 2, Mungu. we learned also Nambari ya pili that we tunajifunza should pia, do it in response of God's love. tunafaa kufanya hivyo kwa kuonesha mapokezi In the ya morning we mapenzi saw ya Mungu. what Mary Magdalene did. Asubuhi tuliona mambo ambayo Maria Magdalena alifanya. He gave what was of the greatest value. Alipeana kile ambacho kilikuwa ni cha gharama He zaidi. didn't consult any of his family members. Hakuweza kuuliza watu wa It familia yake, came out of her. ilitoka ndani yake. Not even Lazarus or Mary Magdalene knew, or Mother knew. Hata Lazaro na Martha He hawakujua. didn't even consult the disciples of Jesus. Hawakuwauliza They were wanafunzi wa shocked Yesu. when he bent low. Walishtuka alipoinama, Then he had to carry her hair, akabeba nywele yake, dust the feet of Jesus, akaweza kupangusa and miguu ya start Yesu anointing the feet na of Jesus. akaanza kuitakasa miguu Now, ya sons Yesu. and daughters of God, Wana na binti za there Mungu, was horror and terror amidst the Israelites. kulikuwa na mambo ya kustaajabisha mabaya katika For Waisraeli only 2 reasons. kwa sababu mbili peke yake. Number 1, Eli Sababu ya himself kwanza, Eli mwenyewe had not instructed his sons hakuwafunza on vijana how to wake handle holy things. jinsi ya kufanya mambo I know matakatifu. most of our parents, Najua wazazi wengi we have hapa taught our children tumefunza watoto wetu several things on earth, mambo mingi duniani, including how they should protect themselves, ikiwemo jinsi ya how kujichunga, they should even spread their beds, jinsi ya kutandika how vitanda they vyao, should cook, jinsi ya how kupika, they should plait their hair. jinsi ya kutengeneza nywele We zao. teach them on how to wipe our sitting rooms. Tunawafunza jinsi ya kupanguza We sebule have zetu. given them thorough instructions on Tumewapa everything, maagizo ya kila but kitu, we have not instructed them
lakini hatujawapa on maagizo how they should not touch holy things. jinsi hawafai kushika vitu vitakatifu. True or false? Ukweli uongo? When you call your sons who are in abroad, Wakati mnapigia you wana will wenu tell simu them there is ambao a wako plot ng'ambo, in town. mnawaambia kuna Send shamba hapa money, I will mjini, purchase. tuma pesa There is a nitanunua, good house here. kuna nyumba mzuri hapa, Let's buy it. wacha tuinunue. But you will never remind them Lakini that hautawakumbusha we are on great festival camp ya meetings. kwamba tuko katika makambi Send makuu. your offerings. Tuma sadaka Send zenu, your offerings. tuma sadaka zenu. Elderly people, do you do? Wazee wa kanisa na Even washirika mnafanya Even if hivyo? they send 10,000, Hata kama wanatuma shilingi 10,000, you may end up submitting 2,000. huenda ukatoa shilingi 2,000, Because the 80,000 you kwa will use sababu it shilingi for 8,000 mtatumia medicine. katika madawa. That is holy money. Hivyo ndivyo If your wanadamu son wako. or daughter sent money for church, Kama mtoto wako ametuma pesa ya kanisa, hata usitoe ile ya kutoa kwa M-Pesa, toba isa korusi chirimo korusi esimi. yaani ile ya kutoa M-Pesa, give Yaani ile ya all kutoa that simu. they have given. Toa yote ambayo wametuma. So there was terror and horror Kwa hivyo kulikuwa na mambo ya among kustaajabisha the Israelites. miongoni mwa Waisraeli. It's still again they cried Tena wakamlilia that's when the ark again returned unto the temple. mpaka wakati iliporudishwa As kwenye a church, kama kanisa we need to do this. tunahitaji kufanya Let's hivi. not allow the glory of God to depart from us Tusikubali utukufu wa Mungu uweze kutoka miongoni mwetu by not submitting what is holy to be where it's supposed to be. kwa kutotoa yale ambayo yako matakatifu iweze kuwa sehemu Now, ya let's look in our utakatifu. churches. Tuangalie katika makanisa We zetu. have members, Tuko na washirika, yes, good numbers, ndio washirika wazuri, but without power. lakini hawana nguvu. They don't have the power of God. Hawana nguvu ya Mungu. Yes, there are people in church, Ndio kuna watu kanisani, but when it comes to service, lakini wakati nakuja katika they are ibada powerless hawana nguvu, because the glory of God has Because- departed from us. kwa sababu neema ya Mungu We imetoka don't preach miongoni the mwetu. gospel with clarity and faith. Hatuhubiri injili kwa uzuri na imani. We want to teach people the way the modern people think. Tunataka kufunza watu jinsi We watu no wa longer kisasa call wanafikiria. people to God, Hatuiti watu kwa Mungu, but rather we call for God to be like us. lakini tunaita Mungu awe kama sisi. Even in our homes, Hata manyumbani mwetu, of course, homes are foundation institutions in our society. naam, katika nyumbani pale ni msingi During katika our family study, we have known how homes are important. katika somo zetu za kifamilia If tumejua our umuhimu wa homes are nyumba. doomed, Kama nyumba zetu our zimeharibika, society is doomed, jamii yetu our imeharibika, churches are doomed. kanisa letu But lo limeharibika. and behold, the glory of God has departed from our homes. Lakini utukufu wa Mungu umeweza kuondoka katika familia We zetu. need to return unto God, Tunahitaji kurudisha katika so that the Mungu. wickedness in our homes, Ndipo ule ulemavu ambao uko the pale nyumbani, wickedness in our nations, ubaya ule ambao uko pale katika mataifa yetu, unless we pray God labda tumuombe Mungu for interventions, kwa kuingilia kati. just like Eli, our families will be no more. Kama vile Eli, basi familia zetu And therefore I call hazitakuwepo. that we once call upon God Basi nawakumbusha kwamba tuweze to kumuita Yesu restore his glory in our homes. aweze rejesha utukufu wake katika Leave nyumba zetu. alone, leave alone ourselves. Wachana na sisi. You know this man by the name Samson, Mnajua mwanamume huyu kwa jina he Samsoni played around with God's power, alicheza na nguvu za and Mungu, he sought to use his strength akaamua kutumia nguvu for zake his own flesh. kwa matumizi yake What mwenyewe. happened later? Nini kinafanyika baadaye? Samson, Samsoni his eyes were struck. macho yake yanapigwa, He was about to die. He died shame-free. alikufa kifo cha As much aibu, as he cried for God, hata kama alimlilia Mungu. and of course he's among those people who we shall meet in heaven. Hakika ni watu ambao tutakutana It's nao my mbinguni. prayer this afternoon. Ni ombi langu jioni hii ya leo, Remember, tithes and offerings are holy. tukumbuke zaka na sadaka ni Don't, takatifu. we should not intend to use them. Tusiwe na nia ya Let's kuzitumia, take them where they are supposed to be, tuweze kuzipeleka mahali ambapo so panafaa, that we don't get horror in our homes. ndipo tusije kupata mambo mabaya katika nyumba zetu. May God bless us this afternoon. Mungu atubariki jioni hii ya leo. That's my prayer in Jesus' name. Hilo ndo ombi langu kwa jina la Yesu. We had members who brought offerings in kind. Tulikuwa na washirika ambao walileta zaka, walileta sadaka zao.
Elder, where are you? We have some members who brought some chicken. Elda, uko wapi? Tuko na washirika waleta kuku. Some I saw a very good banana out there. Wengine niliona waleta ndizi mzuri. Are they somewhere? Wako mahali. Anybody again who brought offerings in kind? Yeyote ambaye alileta sadaka mbi. It's God's command. Ni agizo la Mungu. That the harvest of our farms, ya kwamba matoleo ama yale ambayo tunapata shambani mwetu belong to the Lord. Matunda ya kwanza yana and a time like this, na wakati kama huu, we should worship God with our farm harvest. Tunafaa kumshukuru ama kumwabudu Mungu na matoleo ya shamba zetu. So that God will continue to bless our farms for further produce. Mungu aendelee kubariki shamba zetu kwa matoleo zaidi. You know, most of us, unajua wengi wetu, think that farm produce has gone down. Tunafikiria kwamba matoleo ya shamba yameenda chini. Because maybe fertilizer has gone up. Kwa sababu labda mbolea imeongeza bei. That is a prerequisite reason. Hiyo si sababu tosha. That is a prerequisite reason. Hiyo si sababu tosha. God is living. Mungu anaishi. Our pastor gave an example yesterday. Mhubiri wetu alitoa how there his farm again got into a better yield. Jinsi shamba lake lilipotoa mazao mazuri. As if those with those offerings are not around. Ni kana kwamba wale ambao wana sadaka mbichi hawako karibu. Again we shall do it later. Ni kama muda wangu umeisha, tutafanya baadaye. Let's stand up for a word of prayer. Tusimame kwa ombi. Our loving Heavenly Father, we thank you and we adore you this afternoon. Every time you talk to us as your sons and daughters whom you love. And it's good that always you warn us. It's good that always you rebuke our sins. For the reason that Heavenly Father will repent our sins and come back to you. You are a Father of great, great love. Lord, how we pray that you help us to respond according to your love. A number of our church members are not faithful in giving their offerings to you. Lord, we beseech that you forgive us. You give us a new spirit of giving you what belongs to you wherever you bless us. Thank you for the blessings of the rain. As we shall continue to worship, Lord, be with us, for we pray in Jesus' name. Amen. Nyanjwa Youth wacha kwa wimbo. Tukiendelea kuimba nambari 125, 125. Uniangalie atuambia. Uniangalie atuambia. Twende. Uniangalie atuambia. Yesu aliyetufia msalabani uzima, hapa utaipata hazina. Kutazama Kalvari
Nyanjwa youth, kama muko mkuje kwa wimbo. Jogo Church Choir. Jogo Church Choir wimbo.